Kaka, kama nilivyokuambia toka jana, kuna maneno tunataka tuongee sisi kama familia. Maana jana ulidai umechoka sana, ni kuache upumzike. Kabla hujaondoka, watakiwa tuzungumze. Sema chapo, mimi na wai zangu kuna madili yangu huko. Unakuwa unasema sema haraka. Kaka, kama unavyoona, mimi mwanafunzi, mama ni mgonjwa. Sisi sote tunakutegemea wewe. Kila unapotoka, kuna taarifa zinakuja kuwa wewe ni mwizi. Sisi tunajua kuwa wewe unaenda kutafuta, kumbe unaenda kuwaibia majirani. Sisi kama familia tunakuomba, kama hiyo tabia unayo, naomba uachane nayo. Mbona kuna vijana tu wengi lika kama lako wanafanya kazi za halali. Kwa nini na wewe usiende kuhangaika unategemea vya wengine? Wenzako wanakesha usiku mchana, wanahangaika, wewe unaenda unawaibia huko, unaeta nyumbani, unategemea vya wizi, baadaye tutegemea vya kwako. Sisi ndio tunao kutegemea wewe, na wewe usitegemee vya wengine. Sister, kuna hela hapo juu ya meza hapo, utachukua temea. Kama kuna shida utanipigia simu, maana mimi na wahi nilikwambia hapo muda mrefu, mimi na wahi. Mimi naenda hapa. Unasikia mdogo wangu Eliza? Yaani ukimuona yule kaka yake na hali yake, naomba kimbie ndani kajifungie. Yaani kashakuwa kibaka hatari. Unasikia? Ndio dada, mimi nimekuelewa na ninakuahidi hilo jambo nitalifanyia kazi. Fuata vile vyombo ambavyo viko kule nyuma, sisi tukakuta amepita navyo. Sawa. Mwenyekiti, yule kijana tukimkamata tutamuua. Hilo ulijue kabisa, ni tukimkamata tunamuua. Sisi hatutaki masuala ya wizi. Kijana ni mgeni, amehama yeye na familia yake. Sasa hivi anakuja na tuharibia amani yetu kijijini. Sasa nakwambia hivi mwenyekiti, yule kijana usipochukua sheria mapema, sisi kama wananchi, sisi kama wanakijiji, tukimkamata yule kijana tunamuua na tunamchoma moto hadharani. Sitaki lawama. Mimi kama mtendaji wako nimekufikishia malalamiko, wananchi huku wanalalamika, na mimi ni kama mwananchi wako. Kwa hiyo tukimkamata tunamuua. Hilo ulijue. Niache nachanganyikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko